siku ya 15 ya huo mwezi wa 7 ni siku ya vibanda. Kumbukumbu la Torati katika maandishi ya Gombo la Musa yanazungumzia siku hii ya vibanda. Ni miongoni mwa sherehe maarufu sana katika dhehebu la Waadventista wa Sabato, na sikukuu hii imekuwa ikitoa chachu ya mibaraka kwa wote wanaofika katika viwanja vya sikukuu ya vibanda. Tunahitaji kujua ni wapi ilianza, ni lini, kwa nini na kwa sababu gani. Ni nini hasa ambacho kinalengwa katika sikukuu hii ya vibanda? Langu jina Peter Samuel, Maliwa Samuel, au unaweza ukaniita Elan. End Media tupo darasani kuhakikisha tunakuweka darasani kila siku, wewe mpenzi na mtazamaji wa chaneli yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe. Karibu katika sikukuu ya vibanda. Hali gani mpenzi msikilizaji wa channel yetu End Media? Tumekuwa na maendelezo mazuri sana katika kambi hili la Nzega na tunazidi kubarikiwa na vipindi mbalimbali katika kambi hili. Langu jina ni Adolf Elasto Adolf. Siku hii ya leo na muda huu nimebahatika kukutana na mkuu wa kambi. Mkuu wa kambi, habari? Ni salama kabisa. Nadhani wewe ndio mkurugenzi wa kambi hili la Nzega. Haujakosea, mimi ndiye mkurugenzi wa kambi hili la Nzega, mkuu wa kambi. Kwa majina naitwa Elisha Mbogo, ni miongoni mwa mkuu wa kambi. Tuko wawili na mwenzangu anaitwa Dennis Ross. Naam, na pamoja na nimekutana na wewe, je, kambi hili unahusikaje na unazungumziaje? Kwa kweli mimi ndiye mkuu wa kambi, na katika kambi hili tumeweka vitu vingi sana ambavyo imekuwa ni sehemu ya kufanikisha makambi haya. Mojawapo ni pamoja na kuhamasisha washiriki na waumini pamoja na wageni kuhudhuria katika kambi hili ili kujifunza neno la Mungu, kwa sababu ndizo sikukuu zetu. Pamoja na hamasa hizo ambazo tumezifanya, tumeweza kutengeneza kamati au kuunda kamati ambazo ni kamati ambazo zimewezesha uendeshaji wa kambi hili. Miongoni mwa kamati hizo ni pamoja na wakuu wa kambi, ambapo niko mimi pamoja na mwenzangu, lakini pia tunao wakuu wa mibara wanaohakikisha kwamba wanapanga wahudumu watakaosaidizana na wahudumu wanaosimama kwa ajili ya vipindi mbalimbali. Lakini pia tunayo kamati ya mlo inayohakikisha watu wanaozunguka maeneo haya wote wanapata chakula kwa wakati kabisa. Lakini pia tunao kamati ya mapambo, kama unavyojionea katika mimbari yetu hapo, watu wamefanya kazi kubwa na wamehakikisha wamelisimamia hilo pia. Lakini pia tunao kamati ya nishati na umeme. Hawa ndio wanaofanikisha kupata mwanga wakati wa usiku, lakini pia vyombo vyetu kuwa oni kwa sababu ya mikakati waliojiwekea kuhakikisha umeme unapatikana. Lakini pia kamati ya malazi, mapokezi, kupokea wageni wetu, lakini pia kuhakikisha wageni wetu wanalala wapi au wanapumzika wapi. Lakini pia tunayo kamati ya ulinzi kuhakikisha usalama wa binadamu au watu tuliopo hapa pamoja na mali zetu inazunguka katika mazingira haya. Lakini pia tunao wakaribishaji wanaotukaribisha na kutuhakikishia kwamba tunakaa wapi na tunaketi wapi kwa wakati gani na kwa muda gani. Lakini pia tunao kamati ya ujenzi. Ukiangalia kambi letu limezungushwa uzio kama unavyojionea. Kamati ya ujenzi imefanya mambo makubwa, lakini pia kuleta viti na hata matenti na vitu vingine ambavyo imefanywa na kamati ya ujenzi. Kamati ya afya bila kuisahau pia imekuwa ikishughulika vizuri kabisa kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa wanakambi wote katika mazingira haya na usafi wa mazingira pia. Ni pia tunayo kamati ya maombi, kamati muhimu mno ambayo imekuwa ikishughulika kwa ajili ya kumuita Mungu kwa kila hatua ili kuhakikisha uwepo wa Mungu unapatikana katika mazingira haya. Na sambamba na hao tunayo kamati za waimbishaji au wasimamizi wa nyimbo, kwaya pamoja na nyimbo za Kristo. Hawa nao wamekuwa wakihusika kwa ajili ya mkakati hii. Pamoja nao kuna kamati nyingi ambazo zimekuwa zikihusika katika makambi haya. Naam, na hazani mpenzi msikilizaji na mtazamaji, umesikia kile ambacho mkuu wa kambi amekielezea. Nami niseme ya kwamba barikiwa sana kwa kumanage kambi hili. Kwa kweli nabarikiwa na vipindi. Mungu akutie nguvu. Tukutane wakati mwingine. Amen. Uhali gani mtazamaji, tupo katika kambi letu zuri hili la mtaa wa Nzega, na hapa nipo katikati ya kambi ikiwa ni muda wa mapumziko, lakini kuna kaka yangu hapa, ninaona kuna nyaya nyingi, speaker ni nyingi, vyombo vingi vya muziki vimejaa hapa, na hapa kuna
kaka yangu mmoja anahitaji kupata mawili matatu kutoka kwako. Kaka, habari ya mchana? Habari ya mchana ni nzuri kabisa. Unaitwa nani? Na mmoja anaitwa Godfrey Peter Ndorego Rugoha, ni muha mrefu kidogo. Godfrey, wewe nimeona umeshika hapo maiki na umesema katika hili eneo. Nini kinaendelea hapa na wewe ni nani hapa? Mimi hapa ni fundi mitambo na control hivi vyombo kwa ajili ya mkutano. Ni umekuwepo hapa kwa muda mrefu kidogo toka siku ya kwanza hadi dakika hizi. Wewe unafikiri ni namna gani wahusika wa hivi vitu pamoja na mwitikio wa watu na matumizi yake yakoje? Unaweza ukatuambia mawili matatu kuhusiana na idara yako hii ya muziki? Idara yangu ya muziki, nashukuru Mungu, ni nzuri na tunamshukuru Mungu kwa sababu tunafanya kazi na watu wanabarikiwa kupitia mitambo hii kwa sauti ambazo zinatoka ndani kwenda kwa washiriki. Hivi ni vyombo vya umeme ambavyo viko hapa vinatumia umeme. Usalama wake ukoje? Usalama wake ni kuviangalia kwa makini sana. Napokuwa niko hapa, wakiwa napita hapa na naambia usiguse wala usishike kitu chochote, sababu huu ni umeme. Changamoto zozote ambazo unazipitia hapa? Changamoto zipo. Changamoto kubwa kabisa ni umeme. Wakati unapokatika, sawa, mawasiliano yanakuwa ni hafifu ya kati ya mhudumu pamoja na washiriki. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ambayo tunapitia. Umeme ni moja kati ya matumizi muhimu sana ambayo katika mikutano kama hii inaweza ikaleta changamoto kubwa wakati ambapo inaleta shida. Je, kuna njia mbadala ambayo mmekuwepo nayo pale umeme wa TANESCO unapokatika? Nyie huwa mnafanyaje? Njia mbadala tulionayo ni tunatumia generator ambayo tuliweka tayari kwa ajili ya matumizi, kwamba unapokatika tu tunawasha na mitambo inafanya kazi. Asante sana, asante sana. Una familia? Ndio, na familia na mke na mtoto mmoja. Barikiwa sana Bwana Godfrey. Barikiwa sana. Uwe na siku njema. Asante sana. Ni tamati katika hii idara ya muziki. Ninayezungumza nawe Daniel Elias, na nyuma ya kamera Maliwa Samuel. Endelea kutufuatilia katika mfululizo wa kamati mbalimbali ambazo tumekuwepo nazo katika makambi haya. Tumefanikiwa kukutana na dada yetu mzuri hapa. Habari ya uzima dada? Ni nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Margaret John. Ndio, Margaret John. Upo katika mazingira haya, ninaona kuna vitu vinaendelea hapa. Nini kinaendelea hapa? Hapa tupo katika sekta ya mapishi na hapa ni jikoni, tunaendelea kuandaa chakula cha wahudumu. Kwa hiyo hapa ni kiwandani, mahali ambapo chakula kinaandaliwa. Ni chakula kinaandaliwa kwa ajili ya watu gani? Ni wahudumu wetu wanaotuhudumia katika makambi haya. Tumefanikiwa kukutana na sehemu ambapo chakula VIP au chakula special kwa ajili ya wageni rasmi kinaandaliwa mazingira haya, na huyu ni moja kati ya waandaaji wa chakula hiki. Unaweza ukatuambia ni namna gani mmeweza kufanikisha, au kama kuna changamoto ambazo mnazipitia, unaweza ukazungumza kwa uchache ili tujue nini kinaendelea katika idara yenu ya mapishi? Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nasi toka mwanzo. Viongozi wetu, kamati mbalimbali wamekuwa pamoja nasi katika kuandaa vyakula kwa ajili ya wachungaji wetu. Changamoto zipo lakini sio nyingi sana, na tunamshukuru Mungu kwa tulipofikia. Chakula tunaandaa kwa uzuri, nadhani hata wahudumu wetu wanakifurahia. Asante sana. Na kupitia huu mpango ambao mko nao wa kuandaa chakula kwa ajili ya wageni, je, nyie hili kambi mnanufaika nalo vipi? Kwa sababu muda mwingi mnakuwa kwenye upande wa chakula. Je, mnapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu na kubarikiwa katika haya makambi? Kwa kweli kama nilivyosema mwanzo, tunamshukuru Mungu. Hata pia katika huduma ya neno la Mungu tuko vizuri. Tupo hapa jikoni, lakini bado sauti ya wahudumu wetu zinazidi kutufikia. Na katika mfululizo wote wa mahubiri au huduma kuu, tulifurahia sana juu ya somo la jana. Lilikuwa linatuelekeza jinsi ya kuishi hapa ulimwenguni, kwamba tupo katika ulimwengu ni road barrier hapa duniani. Kwa hiyo tunapaswa tuishi kwa kumtumainia Mungu kama moto wa kambi letu unavyosema. Una familia? Nina familia. Watoto wangapi? Nina mtoto mmoja na pia ndio mke wa mchungaji wa mtaa huu. Haleluya. Bahati nzuri amekuwa kipaumbele katika kamati hii ya mapishi. Lakini tuwahi kuishia hapo, anaendelea kufuatilia mkutano wetu mkuu, anapata mafundisho kama wanavyopata wengine. Asante kwa kutufuatilia, endelea kubakia nasi.
Uwali gani mpendwa mtazamaji unayetazama katika channel hii ya End Media? Hatukuishia hapo, tulifika katika meza hii ya vitabu. Hapa tumekutana na mama mwinjilisti ambaye ana vitabu mezani. Mama, habari ya mchana? Nzuri. Vitabu, kazi inaendeleaje hapa mezani ya vitabu? Inaendelea vizuri japo kwa kiasi kidogo sana. Mama anasema kazi inaendelea japo kwa kiasi kidogo, na nakala hizi ni kipindi cha makambi. Nini hasa ambacho mama unakiona katika makambi haya ya mtaa wa Nzega? Kitu ambacho nakiona katika mtaa wa Nzega na ambao nimebarikiwa nayo sana, hasa kwa jinsi ambavyo mhutubu wetu mkuu anavyoendelea kusisitiza sana swala la kumjua Mungu zaidi, hasa kwa swala la unapomjua Kristo uwe mtoaji. Sasa ujue kitu ambacho unapaswa kurudisha kwake, kwa jinsi ambavyo anaendelea kutubariki. Mama amesema unapokuwa Mkristo uwe mtoaji, na unapotoa vitabu ndipo unapozidi kubarikiwa. Naam, nisifike mbali, ninapotaka kupata mama vitabu kama hivi ninakupataje ili tuzidi kubarikiwa sote katika vitabu hivi? Baada ya makambi haya huwa kama mtu anahitaji vitabu, kwa sisi tunapita nyumba kwa nyumba. Wakati mwingine tunapeana namba za simu kuwatafuta wateja wetu, lakini mara nyingi tunafikia jamii, kwa sababu shirika letu linaitwa Huduma za Nyumbani, Afya na Maisha Bora, kuwahudumia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunapita nyumba kwa nyumba, maofisini, tunawapata watu humo. Wengine ambao kama ni hapa, basi huwa tunapeana namba za simu ili tuendelee kutafutana zaidi. Nipo na mama mchungaji Bureta hapa, ambaye ni mama wa mchungaji wa mtaa wa Nyasa. Tunazidi kubarikiwa sana. Mama, unaweza ukatupatia namba zako za simu, maana wapo wanaotazama End Media Channel watakapohitaji vitabu wakupata? Namba zangu za simu, kwanza kwa jina naitwa Regina Bureta. Namba za simu ni 0752 87 42 71. Labda nirudie tena, 0752 87 42 71. Barikiwa sana mpenzi mtazamaji wa End Media. Mimi ni Benson Ruben, nyuma ya kamera Samuel Mbogo. Barikiwa. Ikiwa ndo kwanza unafungulia runinga yako End Media Group, katika mfululizo wa kuchukua taarifa zetu za mikutano hii ya Injili ikiendelea hapa mtaa wa Nzega, tumefanikiwa kukutana na hili darasa hapa ambalo ni darasa la vijana. Kama unavyoona, vijana wako wengi na wamekuja kwa ajili ya kujifunza masomo yao. Nitahitaji kupata maelezo machache kuhusiana na wao, kile ambacho wamejifunza, na hapa nipo na kaka yangu. Kaka, habari za asubuhi? Chema, habari za asubuhi pia. Chema, sawa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Respisi Omela. Ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzega. Respisi Omela, wewe ni mmoja kati ya vijana ambao wanapata masomo haya kupitia hili darasa. Ni kipi ambacho unatoka nacho ambacho unaweza kumwambia mtu anayetufuatilia wakati huu, ili na yeye aweze kuungana nasi kwa namna yoyote ili aweze kunufaika na mikutano hii? Kwa kweli katika makambi haya nimebarikiwa na darasa la vijana, na ni mambo mengi tumejifunza. Tumekuwa na Pastor Mbogo, amekuwa pamoja nasi tangu siku ya kwanza mpaka hivi leo yuko pamoja nasi, na ni mambo mengi kifupi ambayo tumejifunza. Na somo pekee ambalo mimi nilipenda ni somo moja ambalo alituletea, alisisitiza wakati wa kuchagua mchumba, tusiangalie tu, tuangalie na sura, physical appearance yake, muonekano wa nje, shape nini na vitu gani, lakini hakuhimiza tu hapo, akasema hicho kisiwe ni kigezo kikuu. Kisiwe ni kigezo kikuu. Kuna vigezo vingine ambavyo vinaweza kuwa vigezo vikuu, lakini hicho
kisiwe ni kigezo kikuu. Hilo somo kwa kweli mimi nilibarikiwa nalo, lakini pia ametufundisha mambo mengi kuhusiana na habari za kiuchumi. Vijana tulikuwa tuwe wapambanaji, tuwe wapambanaji. Mwanaume jana tulijifunza mwanaume ni pesa, hela. Tunatakiwa tujifunze nacho pia. Asante sana. Nadhani tumemsikia moja kati ya wanadarasa hili la kutafuta au kuchagua mchumba, lakini pia niko na dada yangu hapa. Dada, habari za asubuhi? Shalom, habari ya uzima? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Rema Paulo. Unafurahia darasa? Nafurahia. Bila shaka masomo yanakubariki, si ndio? Yananibariki sana na nazidi kubarikiwa. Unawaambia nini vijana wale wanaotazama kwa wakati huu ambao wao hawajapata nafasi ya kufika katika hii darasa na kujifunza? Nawaambia kwamba ni wanaruhusiwa kuja, ni masomo mazuri ambayo yanatujenga. Asante sana. Nadhani hapa ndipo mwisho wa kipindi chetu hiki. Tutapata wasaa tena wa kuzungumza na moja kati ya wasimamizi au wachungaji ambao wamekuwa wakiturisha masomo haya ya kutafuta na kuchagua mchumba katika darasa letu. Endelea kusalia nasi. Nyuma ya kamera Adruf. Asante. Na kushoto kwangu nipo na mkuu wa kambi ambaye alisimamia kambi hili tangu lilipoanza mpaka kufikia hapa. Shujaa, Bwana ni mwema wakati wote. Ndio. Unaitwa nani Shujaa? Naitwa Dennis Gideon Loswe. Dennis Gideon Loswe alikuwa ni mnenaji ambaye alikuwa ni msimamizi katika kambi hili. Si mnenaji bali alikuwa ni msimamizi ama mwenyekiti wa kambi. Kambi ulilionaje Mr. Dennis? Kwa ujumla kambi letu limekuwa zuri. Tulitarajia hivyo. Na tulikusudia kwamba ili kambi lifanyike mwezi wa 6 ili tuweze kupata watu wengi, na Mungu ametenda miujiza, watu ni wengi. Amina sana. Changamoto gani ambazo mlizipata katika kambi mpaka kufikia tamati ya leo? Kwa ujumla hatujaona changamoto, tunaona Mungu ameendelea kutusaidia na tunafanikiwa, japokuwa mahudhurio hayakuwa mazuri sana, ila naona watu kadiri kambi linavyozidi kusogea watu wanazidi kuwa wengi. Na kadhalika pia tuliweza kupata changamoto za magonjwa. Baadhi ya wanakambi waliokuwa wamekambika walipata changamoto za kuugua, ila Mungu amesaidia, wamepata huduma na wanaendelea vizuri na makambi. Zilikuwemo changamoto za magonjwa, lakini Mungu alitenda katika mkono wake. Lakini mkuu wa kambi, kushoto kwangu pia naona kuna kisima cha ubatizo ambacho hapa ndipo watumishi wa Bwana walipobatizwa. Unaweza ukaniambia kilijengwa mwaka gani? Kwa ujumla siwezi nikakumbuka. Nami niliingia katika kanisa hili la Waadventista huku Nzega, nikakikuta toka mwaka 2012 ilikuta hiki kisima kipo. Ila nakumbuka kama sikosei kilijengwa kama mwaka 2000 hivi na 10 au sina kumbukumbu vizuri, japo nilikikuta na watu wanazidi kubatizwa humo na wanabarikiwa. Tunasema safari moja huanzisha safari nyingine. Mmejipangaje na makambi yanayokuja? Maana tunamaliza haya na tunayafikia mengine yanayofuata. Tutarajie makambi mazuri zaidi ya haya, kwa sababu tulivyokuwa tulianza kwa wasiwasi, lakini Mungu ametenda miujiza. Kwa changamoto tulizoziona kwa makambi yanayokuja hazitakuwepo. Swala yote yataenda vizuri na tutahamasisha wanakambi watakuwa wengi. Mungu atatenda miujiza. Amina. Bwana akutie nguvu unayetufuatilia katika channel yetu ya N Media Channel. Barikiwa sana unapozidi kufuatilia vipindi hivi. Haikuishia hapo tu kuulizana au kufanya mahojiano na wanadarasa, lakini pia tumepata nafasi hii adhimu ambapo tumefanikiwa kuonana na pasta ambaye amekuwa akiwafundisha hawa vijana. Pasta, shikamoo. Marahaba. Jambo. Si jambo. Habari za darasa? Darasa lako nalionaje? Iko vizuri. Ni tamani kufahamu majina yako pasta. Okay. Kwa majina naitwa Pastor Peter John Mgogo. Ndio. Ni mchungaji miongoni mwa wachungaji katika jimbo la Magharibi mwa Tanzania. Ndio. Nikiwa natokea mtaa wa Kitareni. Asante sana. Nafikiri utambulisho wake huo unaeleweka, na hapa nitahitaji atupatie taarifa kuhusiana na darasa lake toka alivyoanza hadi sasa, namna ambavyo darasa linaendelea, na anawaambia nini watu ambao wanamtazama kwa wakati katika kipindi hiki cha mwisho katika ulimwengu wa vijana, nini ambacho atahitaji kuambia. Zaidi kitu ambacho napenda kukitoa kwa wasikilizaji wanaoendelea kutufuatilia ni kwamba miongoni mwa mambo ambayo tuliyazungumzia katika makambi haya ni pamoja na kuwasihi vijana wanapokuwa katika umri wa kumtafuta mchumba
wanapaswa kuonesha uaminifu mkubwa na hasa wa kuyachunguza maandiko, lakini pia kuwa watu wenye maombi, lakini pia watu wa kujihusisha katika swala zima la uzalishaji. Asante. Nadhani Pastor ameeleka vizuri. Usisahau kusubscribe, like pamoja na kushare channel yetu ili tuweze kubakia darasani katika madarasa yetu na vipindi tofauti tofauti katika mfululizo wa mikutano hii ya Nzega mwaka 2025. Asante.